Basi akakaa ndani ya dakika kama 5 hivi. Nasikia yule dada anakuja mbio, baba na baba Salumu nakufa, baba Salumu nakufa. Mara namuona mama ameshika panga, anamkimbiza dada mkubwa. Mimi nikafungua haraka kuja huko, nikamkuta kuna binti ana mtoto wake. Kibe akakipiga futi hivi na teke pale kikaangukia hapa. Alivyoanguka chini akaanza kuchanga kama ndio anamkata, nikabidi mimi nitoke mbio. Huyu alivyoniomba, kwani nilikuwa nimebadilishana, mama Seli acha unaua mama Seli. Naona sio kwa kusimuliwa na mtu, naona kwa macho yangu wakati anamchanga. Tukamkuta njiani anatembea anasema nimeua mwenyewe, anasema nimeua mwanangu. Umeelewa? Ni jirani wa eneo lililotokea tukio. Tukio limetokea ilikuwa kwenye saa 5:58. Nilikuwa niko ndani kwangu hapa, nataka kuangalia tamasha la Yanga. Mara lile tamasha likawa kingamuzi changu kimekata. Nikabidi nimuite jirani, baba Sele dirishani kwangu. Naona dirishani kwangu, nyumba yangu ndio hiyo. Namuita baba Sele, akajibu mtoto ndani, baba hayupo. Nikamwambia mama Sele, akasema mama Sele hayupo. Nikabasi njoo wewe dada. Akaja dada, unasemaje? Nikabani nitaje kuangalia tamasha la Yanga, mapokezi ya Yanga, kiamuzi changu kimekata. Akasema basi sawa, utakuja kuangalia. Inaanza saa ngapi? Nikamwambia kuanzia saa 6:30 au saa 6:20 nitakuja. Basi akaniambia basi ile geti sifungi. Wewe ukija utaingia tu kwa sababu ile geti tuna share. Unaona bwana. Basi akakaa ndani ya dakika kama 5 hivi. Nasikia yule dada anakuja mbio, baba na baba Salumu nakufa, baba Salumu nakufa. Mara namuona mama ameshika panga, anamkimbiza dada mkubwa. Dada yake akatoka nje na kuna mtoto mwingine mwanae anaitwa Faraji, akatoka nje, wote nikawaingiza ndani. Mimi nikafungua haraka kuja huko, nikamkuta kuna binti ana mtoto wake. Kibe akakipiga futi hivi na teke pale kikaangukia hapa. Mwanawe ambaye anaitwa Selemani alikuwa amesimama hapo, akamrudia yule, akampiga panga la bavuni hapa kwenye kiuno, kwenye nani kidogo, akaanguka chini. Naona dirishani nikaona kumbe amekusudia. Alivyoanguka chini akaanza kuchanga kama ndio anamkata, nikabidi mimi nitoke mbio. Huyu alivyoniomba, kwani nilikuwa nimebadilishana, mama Seli acha unaua mama Seli. Nikaona bado anaendelea, nikaona huyu amekusudia. Ikanibidi mimi nizunguke nyuma. Nikashuka gongo hivi. Nafungua mlango naye anatoka hapa na tukakutana hapo mlangoni. Anataka kunipiga panga na ikabidi na mimi nirudi nyuma. Kitendo cha kurudi nyuma, yeye akatoka akana kwenda huko nyuma, anapita bombani kwangu. Mimi nikaingia ndani kwenda kumchukua mtoto, kukimbia naye wapi? Naenda na kituo cha polisi ili niende kupata pesa kwenda hospitali. Dada anasema tu mlango ulikuwa wazi. Sijui walitokaje kwa kule, lakini huku ndo najua kwa sababu walitoka geti lilikuwa wazi. Unaona? Kwa alivyotoka na yule mkubwa kidogo anaitwa Faraji na yule dada wakakimbia huku. Kwa hiyo akamrudia huyu. Kwa hiyo kilichotokea huko ndani sijui. Sasa wakati mimi nikisha kwa hospitali naambiwa kumbe kuna mtoto ndani walimkumbuka. Unajua ndani kuna mtoto mdogo, kwenda kumwangalia ndio mkuta amemuua. Amemchoma kama ni kisu au ni panga, amemuua. Mimi nimemuokoa huyu. Ya huko sikuwa naye. Nimekuja kusikia niko hospitali kwamba kumbe ameanza mimi. Na hata wazuri haya kile kusema kuna mwingine yuko ndani. Sikuwa nalo. Na mimi damu ishakuwa tena, akili yangu yote iko hapo. Mimi kumbeba huyo kumwaisha hospitali. Kutoka hapa akaenda kumjeruhi mama mmoja. Taarifa ambazo ninazo, amemjeruhi na mama jana alikuwa hospitali akuruhusiwa kia mtoto. Kwa hiyo amemjeruhi, ndio baadaye panga akalitupa. Sasa akawa anaelekea barabarani. Na sisi kwa mimi nimemshika mtoto, akanisaidia jirani yangu mwingine kwa sababu tena mimi nilikuwa nishachoka, alafu na mimi pumzi zilikuwa ishana nini kwa sababu ile mtoto pressure ishakuwa, akanisaidia kijana anatoka damu nyingi. Anatoka damu nyingi. Toka damu nyingi hizo zingine zile pale. Unaona? Wewe unamkata unaangalia hapa. Naona sio kwa kusimuliwa na mtu, naona kwa macho yangu wakati anamchanga.
Kwa hiyo mimi kipindi mchanga maki mtoto mwingine umemfungia ndani kwanza. Wao wako ndani. Sasa nikajua kumbe wakati anamkata panga na nini anamngosha yule, nikajua amekusudia kuua. Sasa nikaona namkando, nilichofungua haraka na mwanangu tukaanza kupiga kelele, anaua, anaua, anaua. Mimi ndo nikachukua gongo nikaingia ndani. Kwa ile kelele na yeye ndo akatoka hadi hapo tukakutana hapo getini. Getini wanataka kunipiga panga mimi. Kwa hiyo mimi nilivyorudi nyuma, yeye akapata nafasi ya kutoka. Na mimi nikafunga mlango ogopa anaweza akarudi. Baadaye wananchi nikamwambia fungueni, wakausukuma wakautoa. Nikambeba huyo mtoto ndo nikaa nakimbia naye. Tukamkuta njiani. Anatembea anasema nimeua. Nimeua mwenyewe anasema nimeua mwanangu, nimeua mwanangu. Umeelewa? Sasa watu wanataka kumzuru. Mimi ndo nakataza. Huyu amechanganyikiwa msimuue, msimpige, amechanganyikiwa msimpige. Lakini baada ya makofi mangumi kidogo haliyapata. Kwa hiyo watu wakamzuia, wakamdhibiti, mimi nikapata bajaji mpaka polisi, nikatoa maelezo, nikamwambia huyu mtu yuko sehemu fulani kashikiliwa. Basi, nikapewa pefsili, nikaenda hospitali. Kwa hiyo baadaye nikasikia amekamatwa, yupo kituo cha polisi na baba mwenyewe amekamatwa, yuko kituo cha polisi. Magomvi sija kusikia kelele. Sasa bwana wewe nini? Inaelekea yako ndani kwa ndani. Wenyewe kwa wenyewe. Inaelekea yapo. Yako ndani kwa ndani. Unaona? Kama vile masuala mapenzi naona wivu kidogo, kuna vitu vinaendelea. Na watu hapa kwangu hapa wamemea kama ndani ya miezi 6 au 5, ni wageni, nyumba hii wamepanga. Wamepanga hapana, hii nyumba yangu wamepanga. Ila geti hili tuna share. Kwa hiyo hawana muda mrefu. Wasio walikuwa nakaa Tandika ndo akahamia huko. Huyo baba tena alinifanya kama mimi jirani yake mwema. Kama jirani yake mwema na kuniambia bwana mimi huwa natoka baba uniangalizie familia yangu kama kuna jambo lolote uwe unanisaidia familia yangu. Basi sana. Mama mwenyewe akiwa na jambo fulani huwa ananiita. Unipa ushauri, kuna kisima pale kilikuwa kamba imekatikia moto sio ifanye, akaniita nini tufanye, nikamtafuta mafundi wengine vingambe natoa namsaidia mimi. Kwa hiyo nikawa vitu vingi vidogo ambavyo ukiwa wanashindwa mimi wananiita na wasaidia. Aisee mimi ni Mungu mwenyewe sijui yani ingetokea vya kutokea. Umenielewa? Lakini nilishafikia hatua kwamba leo nilisema kwa lolote maana nilishajitoa mwanga. Lakini Mungu hakutaka ilivyotaka kuwa. Sema huyu mwanamke mimi naweza nikamdhibiti vizuri. Yani nilikubali kwa lolote isipokuwa sasa ile ninaingia tumekutana uso kwa uso. Kwa hiyo alivyotaka kwa hiyo na maana mimi nikaweka lile. Kwa hiyo nikurudi nyuma, kwa hiyo na mimi nilirudi nyuma mpaka pale naye akapata nafasi ya kutoka. Sasa nikataka kama kumfuata, akili kaiku nikachana naye. Mimi nikanadili huyu mtoto. Kwa hiyo ukamwokotea. Mimi mtoto alikuwa ananiambia kama baba atakuua usiende baba mimi nikasema hapana. Mimi lazima niende. Kweli mwanangu alikuwa analia na ananiambia baba atakuua huyo usiende baba atakuua usiende, naambia hapana. Unajua si mwanaume kuna ile roho unaona kabisa mwenzangu mtoto anateketea. Kweli alikuwa ananizuia mwanangu nisende baba atakuua. Lakini mimi nilipata ujasiri wa kwenda. Lakini kitaka kufungua geti na yeye amekuja ameonyesha na panga yeye anataka kunikata. Kwa hiyo na mimi niliweka gongo hivi kama na panchi. Kwa hiyo maana yeye akapata nafasi ya kutoka, mimi ndio nikadili nene nikafunga geti. Kufunga geti ili nipate umpenyo kumchukua mtoto. Kwa wasiwasi kuogopa anaweza akarudi. Baadaye nikamwambia ameshakwenda huko, akamwambia fungueni geti, wakalisukuma, nikambeba mtoto na kuondoka naye. Ni kweli aliniambia. Mwenyewe aliniambia mama kama mimi na tatizo la kifafa. Wakati wanahamia hapa aliniambia swala hilo. Na alikuwa na mshono operation, mtoto alizaa kwa operation, hawezi kufanya kazi ngumu. Kwa hiyo alikuwa anaomba kama kutotokea mtu wa kufanya usafi, nikamuelekeza kuna nyumba ya jirani hapo, kimpata kuna kijana yupo ambaye kutaka kusaidia kichocho cha huko ndani. Na mimi ndo nilifanya mipango hiyo. Kweli kijana kama anataka kufanya usafi, kwenye midizi ni kijana anakuja, anafanya usafi. Nashinda kusema jamii niambie vipi, lakini ninachosema kama magomvi hapo lakini kuna namna ambayo unaweza kusolve. Ni maana yake kama kuna magomvi aina hiyo inatakiwa kusolve kwa majadiliano. Unaona bwana? Mnamaliza kwa majadiliano. Ikishinda kuna sehemu husika, kuna familia zote mbili. Ikishindikana kuna vyombo vya serikali. Mama unaenda kutoa malalamiko yako na dawati la jinsia, unatoa malalamiko yako. Alopoka nimeua na kweli na alikuwa ameua na alikuwa anasema na mimi nimeua. Kisa sasa mimi ananiambia nimeua, mbona aliyomuua ni naye na mimi nampizi namwambia
pole, utapona Sele, utapona Sele, utapona usio na susu, utapona. Lakini sijui kwamba ndani kuna tukio kalifanya. Wa kike ndo kauawa kabisa. Wa kike ameuawa, Wa kiume Sele ndo ambaye anaendelea vizuri kidogo Temeke. Inasemekana ni hivyo kwamba alienda kununua panga tetesi. Alienda kununua panga na alitoa 10,000 hata change ya kuchukua. Kwa hiyo akaja nalo ndani. Maana kama alizamilia kwamba mimi nataka nitekeleze kitu fulani. Ni kweli. Ile neno nimelisikia baada ya mimi kurudi hospitali, sababu nilikuwepo mpaka saa 6 usiku na mdogo wake ambaye nilimuoji kukaa naye, na akaniambia ni kweli anajutia kwa nini akuwa wote, kwa sababu mmoja hata alivyonitoka sijui. Kwa hiyo hata huyu alijua ameshamuua. Hawajui walitokaje. Nielewa, hawajui walitokaje. Na Mungu bahati kule mlango wa geti kubwa alifunga na akajua huu amefunga. Umeelewa? Kumbe mlango ulishafunguliwa. Kwa hiyo mimi kwa kumwambia yule njoni nataka nije kuangalia kitu fulani, imekuwa kama ndio imesaidia geti hili kubaki wazi, na lile kama lile bali lilifungwa kidogo tu kwa kuegesha ndio kupata nafasi yao kutoka. Amechukuliwa na babake mdogo, yuko nadhani Kongoe sio wanaisha, ambayo wao ndo wanakuja na mwili. Kwa hiyo ratiba ikoje kama unafahamu? Ratiba yote naisimamia mimi. Ratiba baada ya mwili kufika, utafika hapa nyumbani, utakaa baada ya dakika tutakwenda msikitini, kwenda kuosha na kuswalia moja na kuunzika.